For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me, lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am because you loved me. Ooh. You gave me wings and made me fly. You touched my hand, I could touch the sky. I lost my faith, you gave it back to me. You said no star was out of reach. You stood by me and I stood tall. I had your love, I had it all. I'm grateful for each day you gave me. Maybe I don't know that much, but I know this much is true. I was blessed because I was loved by you. You were my strength when I was weak. You were my strength. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me, lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believed I'm everything I am because you loved me. Oh, you were always there for me, the tender wind that carried me, light in the dark, shining your love into my life. You've been my inspiration through the lies you weren't true. My world is a better place because of you. You were my strength when I was weak. You were my strength. Voice when I couldn't speak. When I couldn't speak. When I couldn't see. You saw the best there was in me. Lifted me up. You gave me faith 'cause you believed I'm everything I am because you loved me. My voice. You saw the best there was in me. Believed I'm everything I am because you love me. Oh, I'm everything I am because you loved me. Allô? Allô? Karibu. Karibu. Karibu.
Nakumbuka Mungu alimuinua akamtoa kwa shimo teresi, akamtoa mahali kwa matope, akamweka kwa mwamba na akamweka mahali palikuwa pasuri pa kusimama. Huenda katika maisha ya kila mmoja wetu tuna mahali tulikuwa kwa shimo, tulihisi tuko kwa shimo, tulihisi tuko mahali tumeshindwa, na Mungu akatuokoa, akatutoa kwa shimo hilo, akatuleta mahali kwa mwamba, mahali pagumu. Na tukiangalia katika hali hiyo, ni vizuri kuona wema wa Mungu, kuona uzuri wa Mungu. Mungu akamuinua Daudi, hata mimi ananiinua sasa, wewe anakuinua sasa, kutoe mahali teresi akuweke kwa mwamba, mahali pagumu umesimama hapo. Ndio maana sasa saa hii tunasimama. Unaweza kuwa ulifikiria umepata mazuri, uko sawa, lakini Mungu naye anasema na mazuri zaidi yako, mazuri zaidi nimekuandalia wewe, mazuri kushinda yenye umeona na macho yako. Lakini ya maana sana tunasimama saa hii kwa ajili ya wema wa Mungu. Tunataka kumkaribisha, mjisikie nyumbani na ujue Mungu ana jambo anataka kututendea. Ana jambo anataka kutendea wewe kama mtu binafsi, ana jambo Mungu anataka kunitendea kwa sababu yeye ni mwaminifu. Nasema yeye si mwanadamu akatanganya, wala si mtoto ya mtu afanye ajute kwa ahadi amepeana na kosa kukamilisha. Yeye ni mwaminifu. Kwa hivyo nataka kuwakaribisha, whatever the situation you may have gone through, this is an opportunity to see God's goodness. This is an opportunity to see the goodness of God. Nasema atatuinua, he will restore us, he will heal us. Hata wakati tumekuwa wagonjwa, tuko chini, anatuponya, na tutatoka hapo tuendelee kuwa na wimbo mpya, tuendelee kumsifu Mungu na kufurahia wema wa Mungu. Wacha tuombe. Baba, asante kwa nafasi hii tumekuwa tukitarajia. Tunakushukuru Baba kwa kutuleta pamoja. Tunaomba Bwana, tunapopata nafasi ya kusemezana, nafasi ya kuongea pamoja, nafasi ya kujuana, nafasi ya kujuana zaidi, Bwana, tutatoa sifa zako tukisema hakika Bwana amenitoa mahali teresi, mahali kwa shimo, na Mungu ameniweka kwa mwamba usiotingisika. Na saa hii Bwana, amani hiyo ipitayo ufahamu wote utuweke pamoja. Tunakukaribisha katika kikao hiki Bwana, ukatawale na ukatuelekeze. Tupate Bwana kuelewa mpango ulio nao juu yetu ni mpango mzuri ya kujenga, ya kurekesha sisi katika utukufu wako. Pokea sifa, pokea shukrani, na tubariki pamoja tunapofurahiana sisi kwa sisi. Baba, sifa na utukufu ikakurudia, kwa maana tumeomba na tumeamini katika jina takatifu Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Karibuni sana. Sasa karibu wageni.
na vile mmeona sasa nayo imeenda kabisa. Itakuwa kwa haraka maneno ndio tuokoe wakati. Ni kujuana. Mimi naitwa Joseph Tingala Mukongolo, ukoo wa Abangaji kutoka Sipa. Mwenye hii boma alikuwa ndugu yangu akatuacha. Sasa mimi ninasimama kwa nafasi yake, vile mambo huenda imekuwa hivyo. Iko wengine hapa nje, nafikiri wangekuwa hapa ndio mwajue. Tumekubaliana tunaongea Bukavu, si Kiswahili, si Kiingereza, ni lugha yetu. Sasa mimi nitaongea Kitacho na nasema nasikia, na wengine wataongea Kinyano, wengine Kitukusu. Tunaelewana, lakini naomba kwa ajili ya kushika yote tunaongea iwe Kiswahili, naomba iwe Kiswahili. Sawa. Sasa nilikuwa nimesema mimi naitwa Joseph Tingala Mukongolo Mungaji kutoka Sipa. Mwenye boma alituacha, alikuwa ndugu na aliwacha vijana wawili. Nataka tu mwajue leo, wa kwanza ndio huyo. Basi wasalamia wageni mmoja. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina yangu ni Shikuku Kisaka, kijana mkubwa wa Igoma. Karibuni sana wageni. Na mwingine ndio Asante. Wageni na salimu hamjambo. Karibuni. Mimi naitwa Paul Wawire, ni kijana mdogo. Haya, tuna mwingine kutoka upande wa mama, wenyewe watajitambulisha. Na mkubwa nafikiri ndio Winze. Abakeni befwe ndamukaisa mulembe muno mulembe no mumeja mulange Musa Wawire okutuli nambaja mulembe muno karibu okuwola mutala ze umeja nangwa Muhammad Wawire Kisembe. Okini bananga mulembe mwesi mulembe no sema itabananga ba mininga Wawire bamanya site bwanja racha ile nambacha maana tunaenda haraka. Msema mtaki ukangine nataka Kiswahili, lakini ni sawa. Sasa upande wenu mwingine Baba tulisahau yako wapi? Tena wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa majina mimi ni Musa Mkongolo. Baba yangu alikuwa anaitwa Kisaka, ndiye alikuwa anafuata huyo. Karibuni. Wageni wetu, Mimi nijitambulishe kidogo na wasalimu katika jina la Yesu. Mimi naitwa Muhati, Reverend wa kanisa la Pefa Kitale. Nilitoka Isoka Kakamega. Nimenunua shamba huko Kitale, maili sapa ya kwenda Kapinguria. Mwenye nyumba hii tulikutana tukitoka colleges miaka hiyo ya 70, tukafanya kazi na yeye alinitangulia West Pokot. Nilipoingia akanifungulia nafasi, tukaishi naye kwa nyumba yake kwa mwaka mmoja. So amekuwa rafiki wa karibu sana. karibu. Sasa upande wenu tuwajue vizuri. Hamjambo nyote. jambo. Sebana kaka ba Jason Wawire wangu. Ndimwirifuma omwana wa wangu amatwana.
no wanda ibange ndibo unonda ndao ijabakeni ama wageni. Kwa majina naitwa Isaya Wangwe. Nafuata huyo. Alafu yule anafuata naitwa Mudo wangu. alafu kijana mwisho huyo Naitwa Isa Wangwe. ewa wangu kuria basori sita aba kunyumbani batokure kubiri kiawa simira isana ta hiyo ndio mtu mwaka baada aba jule namba cha mama Francis the Gideon Ngomo namba je jule namba na wamukwazi mukujulena Namba aje. mwamanya sana mwamanya wewe mukwa mwamanya sio kurebra jisecho lisomba manya tawe Bano bana bange nibo. Bano bananga Baba. Sasa mmejuana sasa. Mmejuana mambo ngine kwa nafasi ngine mmejuana sasa. Sasa kipindi ngine ndio sana chama. Umesema anakuita baba. Okay. Ijaribu jambo lenye ndio mbele. Limaribu. Tuambie jambo hilo. Naweza sema kumbe ni jambo nzuri. Okay. Sisi tumewangojea kwa hapo sana mufike na tukitarajia mmoja wenu atuambie kama kuna kitu ameona hapa na ndio tuendelee. Na sasa mwile mnasema namba na shtua kidogo tena. Ndio nauliza haiharibu. Hatujui nini. Nini? Utuambie ni nini? Kuelezea vizuri. Okay. Wacha. Mkwazi. Yeah. Ulola ore na la mwaka manyana ulola ore. Yo mukhulu. Yeah. Ife namukwise ngolu nigire kanungutane n'abana bange. N'abana bange umpango kuba aliho ndio kwenyekere kumanye kulikuje sezi nanyoesa omulango nibambola mbo yicha ulabeho nedeshere ndio lunikire mukhulundu kaya khukula. Ese. Bare benji. Wahagudanile nendaba zakho ndobachule wifuna abanopapa nibo. We share before we can eat it. yeah. That's fine. That's better. Ukuta leo Mzee Benu hani ni sana. Omchere rwani. Naomba Wacha ojure oza ibis fora onona riyo Bakulangiye sida. sina sina bam nangire mbo omwiwana wange omukhana ali nende shere lwajibuicheko ya njesikire nacha Yadi sheria. hanu eshere ni baba siri Okay sawa. okumbola mbo ili iki na ngo chiswe mbo aundi
olumu koko wange kafa ali neshere kumina namwe ku simwana yeah. It's okay. We can talk. Abenyeshere batuworereho balangesherera kwezi kumanya gurupu kibiri batulangere sherera ufafanue kwa kidogo tu. So that when we discuss, we know what we Uliwenyani baba wakusumu. Nise wa pile hocha na mlanga mkoko kambole yachi abakeni banacha yeah abakeni bave. And I want to presume even you, when you're coming, you had an intention. Which there's a blanket from your end as well. Yeah, I want to believe so. So there was that nini abakeni banacha and the wageni wa womkoko wanyi. So I had to call my uncles waje, and that is why we are here. Okay. Yes. That's why I'm here. So I think we can excuse ourselves. But wangu kwangu. Sawa. Abajene kamsongile nisomene nje mungaji. Wakamule kana nafasi nikatule ojimuli. Wani mhoe siho umilekeo. Yeah. Sasa mwaka junya fasi yene kwa kamano ni mwaka huu kisa nyambo isireno ticho kwa sababu ruwa ni kwa ngenya mwe bangiye mu mosi ewiki ija abana bano lwachenge nambwacha akukutane abewa befe bano bewa naba abewa haluka mabange nende omwana wange nali kubo omwe wa be abana bange bano nomwenjokuluwo omwijokulu iwo mukana omwana wange omwijokulu omusololi Nisole mwijukulu namukana ajekulu kukutana nabo kubakiri bombi ujife kuwene sekwenye uirani tawo ya kabeleka Jumamosi ngojo ade nyamunanga homunye omwana ono wanambe omusoli omukana wanambe. If you allow them to stay together, mwana kumbo kabejanga yeno kaji no ya ubulebe ne buliho sikanyaka kanata no mwahabishe bulayi Jumamosi abasore bano abe wabevula baje sabose nona lokayamna ekibosi ne muhana kwezi urubanda musoro sisi mungaji sinikiraho sisi kakiraho bani lona wije wa musakhulu lona mwewe umusakhulu baba Jumamosi ile chai ila batale sherehe lakini saa kidogo wajua habari iliyo na uchungu ndani. Msichana atakuja safari hiyo kuambiwa hiyo mpaka huko si ni ujombani
ina uzito, si rahisi vile wengine washauri wanaweza tembea waseme afike, lakini hata atauliza maswali, nini imefanyika ugeni wangu au mbele, unaona inasambatia mpaka Jumamosi. Haiwezekani, lakini sasa the way we convey the message hapo unajua, let me tell you pastor, me after giving that message I talked to the boss, I talked to the side, they know, and they told me well, kama mnasema hiyo iko kama tunaweza malizia hapo wakati mnakuja. Unajua sisi hatukekuja, you are not invited for that, ndio hatukekuja, lakini when we got it, my elder brothers, my sister akasema no, mwende, that's why we came, but they know it is this. Lakini vile tumefika hapa tumezungumza na baba, tumesema let them come themselves, tuwaulize, then they agree as part of conclusion. I get the point, but are you seeing the possibility of the gap coming? Why not? They are saying it's like she has been psyched, so already she's prepared, so it should be no problem. Can I ask something as well? Pengine niulize tu, if Okeni Wanyanga inoso ukorekata because of the reasons stated, why can't we then get the same reasons and call it closure here, other than incurring extra expenses? That's what I was thinking. The boy is not here. The people to do the closure, one of them is not there. The girl is here. Yes. Yeah, okay. Na sasa unaona anko, maybe nami niulize, he knew this function was there, isn't it? No. Yes. The boy knew, isn't it? And maybe for some reason he's not come. And what if it happens the same Saturday, for some reason the girl doesn't come? You know what to do when you come there. But I feel, to be fair, no, Paul is just now that it can be closed. Yeah. I was thinking to reduce the trauma on the girl. I don't think utaongezea uzito mpaka Kakamega. Ungepunguzia hiyo, hata hiyo uchungu ingeisha hata hapa kuliko kumwambia kuja. Sidhani kama ataweza kuja. Naona ani kwa naelewa the psychology in it. Our suppose we concluded na they continue wacha mimi niongea hapo na situbadilishe kijana kuja badala ya kwenda kurudi. Sasa mzee watakuwa hapa, mimi niko hapa, msichana kwa hapa, kijana kuja. Kwa maana hapa kijana yuko tuongee na kijana badala ya kwenda huko. Unaonaje hapo? Mwende mwambie wewe Jumamosi enda kwa msichana. Anyway, before we proceed to that, where will Baro Medan how close to these people maybe? Yes. How far have they gone? How far have they gone? In terms of intimacy, intimacy or no, in terms of I think it's a difficult question, but ndahapa kuchiba my daktari kahecha not once, not twice. Kumkoko anji kahacha wa mamali not once,
vakamita nende mama not once not twice. Okay, hata ukeni part of the event is funded by daktari, and it is an embarrassment that now mkoko wanje achula anwache unyala just to be told what he could have told today, what daktari has just purposefully not come. So now it doesn't make sense, Kocha. It isn't fair. Skila niye amanyide ukeni ulio, and he knew even that at the eventually holiday na chacha anota, it's the hint that this will happen, isn't it? Now that he's purposefully not come, what courage do you think SCA dapo mtoka kuchulano je nambacha just to get the same report card? That's what I'm asking. I'm getting your sentiment. I was feeling that pain. I never know SID ignorance. SID is just being stubborn. But it doesn't mean we tolerate that. If something is wrong, it's wrong. You don't keep on supporting it. The sentiments. What you have said is right. You can call her, we talk to her, we tell her. Na Simbara kijana is purposeful. Guamisirano purposeful. We have also had some talking to do. The good thing, Simbara, things had gone so far that they cannot be reversible. That's a good thing. To add on that point, why did you come? I was asking my sister about it. My sister, in fact, she got surprised. And she got no reason. That means she was not informed of this year. Plus, the husband. But we don't go into that. Let us just try to blame them and correct where possible, so that what do you call it? It continues that kind of the cycle. Yeah, they are related in the of heroes by Iran. The kids they get don't become very normal. So that's something we want to cut. Or even socially. Once we start discussing like this, kind of so the best thing is terminate it. No matter how painful. How to convey the message? How to convey the message? It's not a pleasant message, but that is the truth. So how we cannot call this Ghana happen one day. As we were discussing, you talked in fact, when I started looking to the guy, that was Paul Wabodi since if it is terminating, just come. We do it at the table. Yes, you see, I've been close to my sister. Daktari Kamore, and you see, I want to say that Daktari in a way wasn't honest to him in some way. I'm sorry to say that. Umkoko kachidire eweta kahamwesendi wakacha kusoko wakule bintu ulikungira kuicha amuchubira se message achifo kuli related ukeni wose unyali as can we say just put yourself in my shoes, you know, Koko wange, how will I, and we've invested in it. Abakocha, we've already called them. That is why
can whichever way, but now the conclusion has to come out. Yeah. But you see, as Uncle says, it may not be easy, and but I think we need to get to that point at some point. But I think she may not come here to be. No, that's okay. No. And who will put it off. No, that is not and this thing should be stopped. You forget about the whole we had already talked to you. That one there's no problem. The way you put the message to her matters a lot. As your name, you move later in for that na kukatila ya baadaye, lakini saa hii hawachosi ustepu hivi niolezi yako jana kukatila kwa sakini kwa sikira kwa kama kwa niolezi yako jana kukatila kwa You're gonna be